Hapa Kilakala na nikiwa leo tumekuja kuzungumza na Sensei Michael Benedict ambaye yeye ni mwanamichezo, amejikita katika masuala mazima ya mchezo wa karate ambao unafahamika sana huko nchini Japan. Na hapa ataenda kuzungumza kinagaubaga kuhusiana na mchezo huu na jinsi gani aliweza kujiunga na namna gani aliweza kushawishika au kitu gani kiliweza kumshawishi yeye kupenda mchezo huu na mpaka sasa na mafanikio yake ambayo ameweza kuyapata katika mchezo wa karate. Nami si mwingine ni Sport Lady wako Happiness Remji ambaye nitakuongezea mwanzo mpaka mwisho. Ninao wanafunzi wengi kwenye kituo chetu cha Morogoro Karate and Taekwondo Training Center ambayo iko Madina Forest karibu na Jahazi kwenye ofisi za WAM tunafundisha pale. Kio mengi kwanza nianze na wanafunzi. Nina wanafunzi zaidi hata 800 au 900 ambao wamepitia kwangu. Na wengi wao ni wanajeshi, wamepata ajira kwenye jeshi la wananchi, wengine polisi, wengine usalama wa taifa, wengine magereza. Hayo mafanikio yangu ya kwanza. Mafanikio ya pili makubwa ya kuwajuana na watu wengi hapa nchini. Ya tatu imekuwa kama ajira yangu mimi binafsi mwenyewe. Kwa hiyo shughuli ambayo naitegemea ni kufundisha karate tu. Ndio hicho ninachoka mjini. Kwa sababu niwe kufundisha jeshi la polisi Morogoro miaka 10, nimefundisha makao makuu ya usalama wa taifa miaka 3, nimefundisha kwa CDF makao makuu ya jeshi la wananchi miaka 4, nimefundisha sehemu nyingi, nimefundisha Morogoro sekondari hapa Morogoro, Luciano Juma seminari hapa Morogoro, Presbyterian hapa Morogoro, Faraja Transfend hapa Morogoro. Kwa hiyo nimefundisha sehemu nyingi na yamenipa mafanikio sio makubwa sana, ila naweza nikajivunia pia. Kuna mengi sana nimeshiriki ya ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa sababu sisi kupitia KCM College Church Mission na kupitia ITF International Taekwondo Federation na WTF World Taekwondo Federation kwa mashindano zaidi ya mara 3 kwa mwaka. Kwa hiyo kuna mashindano ya kitaifa na yale ya kimataifa. Kuna mashindano tunafanyaga na watu kutoka Korea, kutoka Japani, kutoka China na wengine kutoka Marekani. Tunafanyaga hiyo mashindano ya kupanda daraja. Daraja upewi hivi mkanda tu kwamba umekuja hapa uchukua mkanda mweupe nenda nao mosi, hapana. Kwa hiyo mashindano jinsi unavyoshinda pia unapandishwa rank. Niweza hatua ya kwanza white belt, hatua ya kwanza, nikapanda hatua ya pili yellow belt, nikapanda hatua ya 3 orange belt, nikapanda hatua ya 4 green belt, nikapanda hatua ya 5 blue belt, nikapanda hatua ya 6 ambayo brown belt. Kutoka hapa nikaenda kwenye showdown ambao black belt degree ya kwanza. Kwa hiyo nikatoka kwenye ndani ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5 kwenye karate. Pia nikapanda kwenye taekwondo ndani ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka ya 7. Ndio hapo. Mkanda ni mmoja black belt ile ndani 7. Yaani kwa mfano mtu amemaliza chuo kikuu. Kwa hiyo anaanza kuwa na bachelor, anaanza kwa master, anaanza kuwa na PhD, ndio hivyo anaupanda. Kile level yake ni ya degree. Kuna klabu moja ya Wachina wenyewe walikuwa wanafundisha Shaolin Kung Fu kutoka China. Hiyo ndio nilikuwa nayo kwa muda wa miaka 10. Nikajifunza hapo, baadaye nikaja kuacha, nikaingia katika mambo ya karate ambayo chini ya JICA, shirika la Japan hili. Kutoka hapo toka mwaka 98 nikajiunga na KCM ambao wa Korea, kutoka Korea ambao niko nao mpaka leo. Tunafundisha makundi yote, watoto, vijana, wazee, yani mtoto ambaye anahitaji mafunzo ya karate, taekwondo, kung fu, hata na mazoezi ya viungo pia. Wote tunawapokea na wote watoto ni karatasi ambayo haijaandikwa chochote. Inategemea wewe unaiandika nini. Kwa hiyo watoto ni rahisi kupata mafunzo kuliko wakubwa. Kwa sababu hawana mambo mengi, hawana majukumu na pia kila wanachofundisha wao wanaamini. Lakini wakubwa wanakuwa na ugumu kwa sababu unaweza kukuta mtakuja mazoezi leo, afu naambiaje kesho kabla nilikuwa na kazi ya kubeba zege umuone. Kwa hiyo ndio shida inapokuwepo hapo. Kwa hiyo watoto wanaelewa kwa kiwango kikubwa sana na kwa urahisi sana kuliko watu wazima. Taratibu, mtu ambaye anataka kujiunga nasi anafika darasani kwetu, yani kituoni kwetu. Kuna fomu ya kujaza, yani ya kujiunga nasi. Kwa hiyo utakupa ile fomu unaisoma ambayo ina maelekezo yote ya kutaka kujiunga. Kuna sheria zetu na kanuni zetu. Kwa hiyo ukikubaliana unachukua ile fomu unaondoka nayo. Ukiondoka nayo ile fomu unaenda kuijaza. Ukishaijaza kuna sehemu ambayo mwenyekiti wa serikali za mtaa anagonga muhuri kama unataka sehemu gani na picha yako. Na kama ni mtu mzima unaweka na kitambulisho cha taifa. Unaturudishia. Ukishaturudishia ile fomu, kamati tendaji inakaa inakujadili kwamba mtu tumpokee ama tusimpokee. Kwa hiyo tukikubali kumpokea basi tunakupigia simu kwamba bwana tumekubali kupokea, siku fulani utakuja kuanza na tutakupa maelekezo kwamba kuna uniform, kuna kitu gani ambavyo vinahitajika katika mafunzo. Kwa hapo kwa sababu mwanzoni nilikuwa nacheza tu hii mitaani sijulikani. Sasa kuna wakati paka nikaingia katika mashirika makubwa kama ITF, yani International Taekwondo Federation kisha kimataifa, nikaingia kwenye WTF World Taekwondo Federation, mashirika ya kimataifa. Kwa hiyo tunaungana na watu wa mataifa mbalimbali na watu wengi wanakuwa wananifahamu. Kwa mfano karibuni tu tulipata ugeni wa balozi wa Poland nchini Tanzania, kaja kutembea kaangalia wale watoto.
No, ni kitu ambacho tunaanza kujivunia kwamba kuna watu wanaanza kuelewa. Siri kubwa ni kupenda mchezo wenyewe. Siri kubwa kupenda hicho kitu unachotaka kukifanya. Na ya pili ni kujituma. Yaani kujituma, juhudi na maarifa. Na tatu kusikiliza mafundisho ambayo unapewa. Hivyo vitu hivyo ukizingatia unaelewa kirahisi sana. Okay, sawa. Sensei ni neno la Kijapani. Mwanzoni katika sanaa za mapigano zilizoanzishwa za Kung Fu kutoka China, kulikuwa walimu wa madaraja mawili. Kulikuwa na daraja la kwanza alikuwa anaitwa Shivo. Kwa Kiingereza anaitwa master. Daraja la pili alikuwa mwalimu anaitwa Kohai. Kwa hiyo kulikuwa na walimu wa madaraja mawili tu ndio wanaohusika kufundisha sanaa za mapigano. Sasa Wachina wakaangalia wakasema mbona hawa walimu wanakuwa ni wachache? Unaona sasa ndio wakaongeza na madaraja mengine. Kwa hiyo mchezo ambao kutoka China kuja kuhamia mchezo kutoka Japan, wao kaweka madaraja matatu sasa. Kukawa kuna Shami. Kwa Kijapani anaitwa Shami ambaye ni master. Kutoka Shami kuna mtu anaitwa Sensei. Kutoka Sensei kuna mtu anaitwa Senpai. Kwa hiyo kwa walimu wa madaraja matatu. Kwa hiyo wakasema hivi, Senpai ni nani? Senpai basi awe mwalimu ambaye amehitimu mafunzo yao na mkanda mweusi tu, black belt, ambao hauna dani wala degree yote. Ndio wakamuita Senpai. Wakasema basi Sensei awe ni nani? Sensei basi awe ni mwalimu kuanzia dani 3, yani degree 3, 4 hadi 5 kuendelea. Ni yule ni Sensei. Shami atakuwa nani? Shami mtu ambaye anakuwa na dani kuanzia 12 na kuendelea kwenda mbele. Kwa hiyo ndio maana kuna Senpai, Sensei na Shami. Yaani ni maneno kutoka Japan. Kwa hiyo Senpai, Sensei ni kama mimi ambaye nina black belt na dani 5 ya Shotokan. Kwa hiyo naita Sensei. Nikipita hapa kwenda mbele na kuwa Shami Kijapani ambaye ni master, ama nakuwa Shivo Kichina. Ama kwa sasa hivi tuseme kwamba mimi ni huku ni Sensei Kijapani, huku ni Kohai Kichina. Hii mchezo unapata kutokana na madaraja ambayo mazoezi unayofanya, mafunzo unayoyafanya. Yaani kwa mfano kama vile kuna mtu ameishia darasa la 7, kuna mwingine ameishia form 4, mwingine ameishia form 6, mwingine ameingia chuo. Kwa hiyo jinsi unavyoendelea ndivyo unapanda madaraja. Kwa hiyo ukifika black belt ndio mkanda wa mwisho. Ndio unaanza kupata mkanda mweusi ambao tunasema Shodan, yani degree ya kwanza. Kwa hiyo utapoendelea tena unapata degree ya pili. Kwa kama mimi sasa degree ya kwanza nimepita, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 katika Shotokan. Kwa hiyo na black belt ya dani 5 Shotokan. Lakini vile vile na black belt ya Taekwondo ya dani 7 kutoka Korea.